Mambo vipi kama wewe ni mwanafunzi ambao umemaliza kidato cha 6 ama umemaliza form 6 mwaka huu, ama wewe ni mzazi au mlezi ambaye unaangalia video hii hapa na mwanao amemaliza form 6 mwaka huu hapa na anatarajia kwenda chuo. Nitakuwa nakuletea video ambavyo kozi gani, lakini kwa leo nimekuletea video ambayo inahusiana na masuala ya mikopo. Hii ndio unajua 99% ya wazazi wengi ambao kwenye nchi yangu sisi tunategemea zaidi sana mkopo, mkopo wa serikali. Lakini huu mkopo una vigezo. Kuna vitu ambavyo watu wengi mnakuwa vijui ama pengine mnavijua. Mimi nawakumbusha zaidi ili mtoto aweze kuomba mkopo serikalini, vitu gani anavyotakiwa kuwa navyo kwa usahihi. Cha kwanza, mwanafunzi ambaye anaomba mkopo inabidi kwanza awe na namba ya NIDA. Kwenye mwanafunzi ambaye amefikisha umri wa miaka 18 ni lazima awe na namba ya NIDA. Kama hana, inabidi afanye utaratibu wa kupata kwanza namba ya NIDA. Cha pili, awe na cheti cha kuzaliwa. Cheti cha kuzaliwa cheti chake cha kuzaliwa ambacho hicho cheti kinakuwa kimehakikiwa RITA. Tuelewane, cheti ambacho sio cha kuzaliwa tu, inabidi kikahakikiwe. Cheti hiyo kimehakikiwa. Kwa hiyo ukiwa na cheti chako itabidi uende ukakihakiki RITA ambao unahakikia online. Cha tatu, mwanafunzi anatakiwa kwanza awe na awe na namba ya NIDA, pia awe na cheti chake cha kuzaliwa. Kama mwanafunzi ambaye ana uhitaji au ameifiwa na wazazi wake wawili au mzazi mmoja ni yatima, ama alikuwa anasomeshwa huko na makampuni ya ufadhili. Cha kwanza, kwa ambaye amepoteza mzazi, anatakiwa awe na cheti cha mzazi cha kifo. Na hicho cheti cha kifo uende ukakikate. Unaona bwana, uende ukakikate. Kama hujakikata uende ukakikate, na ukikikata ukakihakiki na chenyewe RITA. Tunaelewana vizuri Unatakiwa uende ukakihakiki hichi cheti RITA, cheti cha kifo unakihakiki. Na vyote vinahakikiwa online. Nitaika video hapa namna gani unaweza ukahakiki hivi vyeti kwa kutumia simu yako. Ila kwa sasa hivi tunadili na vigezo tu kwanza, ili kusudi tuendelee kuelewa. Kama hauna uende ukaviandae hivi, wewe mzazi au mwanafunzi ambaye unatazama video hii hapa. Kingine, ukishakuwa na hivyo vitu vyote nilivyokutajia, namba ya NIDA, cheti cha kuzaliwa, automatically namba ya NIDA na cheti cha kuzaliwa vinaendana. Cha pili, majina yafanane. Ni majina yako uliomalizia nacho. Kwanza uwe na cheti cha wewe mhitimu wa form 4. Hasa ile majina ya form 4 inabidi yafanane na cheti chako cha kuzaliwa, inabidi pia ifanane kwenye NIDA. Kusio kuna utofauti wa kitu chochote. Sijui unaelewa? Ni lazima uwe na hivyo vitu ili kusudi uweze kuomba mkopo serikalini, ambao utaanza kufunguliwa mara moja. Hizi process za kwanza kuomba zitaanza kufunguliwa mara moja kabla hata matokeo hayajatoka, na pengine unaangalia video hii hapa matokeo yakiwa yametoka. Hivyo basi hakikisha hivyo vitu ni muhimu sana kuwa navyo. Ukishakuwa na hivyo vitu ndivyo unaweza ukaomba mkopo serikalini. Usije ukachanganya hivi vitu kwa sababu vinaenda systematic. Hivyo angalia jinsi gani unaweza ukaomba, na kuwa hapa karibu kwenye hizi video. Mimi nitakuwa nakuletea video namna gani ya kuomba mkopo, namna gani unaweza ukafanya uhakiki wa vyeti vyako hivyo vya kuzaliwa, cheti cha kifo na cheti cha kuzaliwa cha kwako kwa kupitia RITA. Pia nitakuelekeza jinsi gani unatakiwa kuomba, chuo gani unatakiwa uombe vipi. Pia nitakuja na video ambayo itakuwa inaonyesha kwamba mlolongo mzima wa hizi taratibu za mikopo. Kama hujasubscribe, fanya una subscribe kwa sababu mambo ni mengi, muda ni mchache. Kushakuwa kubaya mbele, ndo muda huu wa kuelekea university. Mpaka wakati mwingine tena.